Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa tutaweza kuomba ili tuweze kuendelea, na Mungu atukuzwe kwa kutujalia siku nyingine ambayo ni siku njema yenye hali ya anga nzuri ambayo ametukirimia na akaweza kutupea pumzi ya uhai. Kwa hivyo asubuhi ya leo tutaweza kumshukuru Mungu kwa kuwa tunapaswa kumshukuru Mungu kila wakati, kama vile Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo. Na tukijua ya kwamba kitabu pia cha Wakorintho wa kwanza 10:31 nasema, mlapo au mnywapo au mutendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo yoyote ambayo tunayoyafanya tunapaswa kuyafanya kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba kwa ajili ya kuendelea na ibada hii ya asubuhi ya leo. Tutaweza kuomba. Baba yetu uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa kuona ni vyema tuwe tukivuta pumzi ya uhai. Utukufu na baraka ikurudie milele Mfalme. Tuongoze kwa ibada hii ya leo, asubuhi ya leo. Utuongoze kwa kila hatua Mfalme. Neema yako izidi kuwa pamoja nasi. Tembelea kila mmoja, ukutane na hitaji lake. Tunaomba uisho wa Roho wako Mtakatifu uweze kutusamehe mahali tumetanga mbali nawe kwa sababu ya madhaifu yetu. Utusamehe Mfalme. Ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tutaweza kuimba wimbo. Tutaweza kuimba wimbo namba 43. Wimbo namba 43. Furaha gani na ushiriki. Sing. Furaha gani na ushiriki, nikimtegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani, nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari, tegemea salama, tegemea Mwokozi Yesu. Nitaiweza njia nyembamba, nikimtegemea Yesu tu. Njia tasindi kuwa rahisi, nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Sina sababu ya kuogopa, nikimtegemea Yesu tu. Hata kuwa karibu daima, nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Imba nyimbo ambayo tunajua pastor. So 89. 89. Sawa. Asante pia kwa uchaguzi huo. Wimbo namba 89.
Tuko pamoja? 89. Bwana asubuhi kucha. Sing. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua. Sauti yangu kuomba, nipate baraka. Na kuomba Roho yako, niongozwe nayo. Nifanye yanipasayo na mapenzi yako. Wanaokutegemea umulinzi wao, matumaini wanayo, utayatimisha. Na kwa wingi wa fadhili, nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Tutaweza kunyenyekea, tuweze kupata ombi ili tuweze kusikiliza yale Mungu anasema nasi kutoka katika neno lake takatifu. Tutaweza kuomba. Baba yetu, tunakushukuru tena kwa wakati huu tukiomba, nena nasi. Tembelea watoto wako, utusaidie kwa Roho wako Mtakatifu tuweze kuelewa na maandiko haya Mfalme. Asubuhi ya leo utuishe, ututendee kile ambacho unaona kinafaa katika maisha yetu. Tuongoze siku ya leo hadi itakapokwisha, jina lako litazidi kutukuzwa, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sawa, jana tuliweza kujifunza kuhusiana na matengenezo na tuliweza kuona kuhusiana na mavazi. Tukaweza kuona kuna mavazi ambayo tunafaswa kuna mavazi ambayo tunaweza kuwa tumejavaa na yawezi yakamtukuza Mungu. Kwa hivyo tukaona mavazi yako na umuhimu pia katika maisha haya tunayoishi. Mavazi yanakutangaza wewe ni nani. Kwa hivyo tuliweza kuona mwanamke hafai kuvaa nguo ya mwanamume, wala mwanaume hafai kuvaa nguo ya mwanamke. Hayo tuliweza kuyangalia jana. Tukaweza kuona inaweza kuwa nguo ni ya mwanamke, lakini uweze kuvaa nguo ambayo ukienda tu uchi wako unaenda ukionekana, na hiyo Mungu hiyo haimpendezi. Kwa hivyo tuvae vizuri. Sio nguo ambao unavaa uko shuleni na unavaa nguo ya kikahaba. Unaona vile makahaba yanayovalia, hata wewe unakuwa mtindo ule ule ndio umevaa. Hiyo tuliona sio vyema. Wakati dunia wakati dunia inaendelea na mambo yake, sisi hatupaswi kugeuka kufanya vile dunia inavyofanya. Na asubuhi ya leo tutapata somo katika kitabu kile cha Luka 18 aya ya kwanza. Luka 18 aya ya kwanza kuhusiana na maombi. Wakati kuna jambo maombi asubuhi ya leo tunasoma kuhusiana na jambo ambalo unafaswa kuwa ukiliombea haufaswi kuchoka. Wakati kuna jambo ambalo unaliombea haufaswi kuchoka.
unafaswa kuendelea na unakuwa na imani. Luka 18 haya ya kwanza. Kitabu cha Luka 18:1, neno la Mungu nasema hivi: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa hivyo kwa mujibu wa Luka 18 aya ya kwanza, Yesu akizungumza na watoto wake, ama wanafunzi wake, akawaambia mfano. Na sisi leo tungali tu watoto wa Mungu, anatuelekeza katika njia zake. Asubuhi ya leo anatuambia mfano kwamba imetupasa sisi leo tuweze kumuomba Mungu siku zote, iwe ni Monday, iwe ni Tuesday, iwe ni Wednesday, iwe ni Thursday. Yani kwa ufupi, siku zote tunafaswa kuomba. Unapoamka unaomba, unapoendelea elekea kulala unaomba. Yani kila wakati unaomba. Unaanza safari unaomba, ukifika unaomba. Yani kila wakati tunafaswa kuomba. Sasa Yesu akasisitiza katika mstari huu, akasema wala wasikate tamaa. Na nitaweza kupeana mfano kuhusiana na nyundo na njiwe. Wakati mtu anapogonga njiwe nyundo, narundia tu ili iweze kusika katika mawazo yenu. Kwa hivyo unaweza kuona mtu ako na nyundo anagonga njiwe na lile njiwe alivunjiki, lakini akiendeleza kugonga lile njiwe litaweza kusambaratika ama litaweza kuvunjika. Na nikiweza kukuuliza, je, ni nyundo ipi ambayo inaweza kuwa imevunja hilo njiwe? Hauwezi ukasema ni nyundo ipi ambayo imevunja hilo njiwe, kwa kuwa mfuatano wa nyundo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, vile ambavyo zinavyofuatana, sikigonga njiwe, lile njiwe litaweza kuvunjika. Hiyo ni kumaanisha nini? Wakati tunapoomba, wakati kuna jambo fulani ambalo unaliombea, hata ukiona unapoomba jambo lile alitendeki, wewe haufaswi kuchoka, unafaswa kuendelea, unaendelea, kwa kuwa Yesu anatuhimisha kwamba muombe bila kukata tamaa, na matokeo yataweza kutokea kwa wakati wake tusipokata tamaa. Kwa hivyo pia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18, kuna vile Yesu kupitia mtumishi wake Paulo, kuna mambo anatuhimisha katika andiko hilo. Inasema hivi, shukuruni. Mstari ni ule wa mstari wa nitaanzia hata 16. Furahini siku zote. Tunahimishwa kwanza tuweze kufurahi siku zote. Ombeni bila kukoma. Yani tunafaswa kuomba, tukiomba sasa tunaendelea na kile ambacho tunachokiomba ili tuweze kukipokea, ili tuweze kukipata, ni kwamba tunaomba tukiwa na imani. Kwa kuwa pasipo imani haimpendezi Mungu. Hiyo ni kitabu cha Waebrania 11 ile aya ya 6. Kwa hivyo wakati tunapoomba tuweze kuamini kile ambacho tunachokiomba ili tuweze kukipokea. Kitabu ni cha Marko 11 mstari ni ule wa 24. Mark chapter 11 verse 24, neno la Mungu nasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mukisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hivyo tukiomba tukiwa na imani, yale ambayo tunayoyaomba tukiwa na imani, tutaweza kuyapokea. Na imani ni nini? Kitabu cha Warumi 10:17 inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kwa hivyo tunapaswa kuamini kile Mungu ameweza kutuamurisha katika neno lake. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Na tukijua neno hili liko hai, sauti ya Yesu ingali inanena nasi, haiyakufa, kwa kuwa Waebrania 4:12, neno la Mungu li hai.
neno la Mungu li hai na tena lina nguvu. Yaani neno la Mungu liko hai. Maneno hayo ambayo tunaambiwa tukiweza kuyakubali yataweza kutuisha, yataweza kututia nguvu, kwa kuwa maandiko haya maandiko haya yamebeba nguvu ya Mungu. Kwa mujibu wa Warumi 1:16, sionei haya Injili kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Andiko iwe ndogo kiasi gani, imebeba nguvu ya Mungu. Kama utaamua kutekeleza yale Mungu anaagiza, lile neno litaweza kuleta matokeo ndani yako. Kwa hivyo tutaweza kuomba tuweze kukamilishia fundisho la asubuhi ya leo hapo, tukiamini kwamba tukiwa tunaombea jambo fulani, ama ukiwa unaombea jambo fulani, haufai kuchoka, unafaswa kuendelea bila kukoma. Hayo ni mashauri ya Yesu asubuhi ya leo. Tunaomba. Baba yetu, tunakushukuru na kukutukuza Mfalme kwa yale ambayo umetujulisha asubuhi ya leo. Mfalme, umetuhimisha kwamba tusikate tamaa, tuombe siku zote. Jina lako litukuzwe milele. Mfalme, saidia kila mmoja aliye hapa, wanafunzi na wakabidhi mikononi mwako, walimu pia sindi kuwa pamoja nao. Mfalme, yeyote ambaye anayehudumu hapa shuleni sindi kumtembelea, pia wazazi wetu usindi kuwaonekania. Uweze kutusamehe dhambi za kila aina ambazo tumekutenda Mfalme, kwa kuwa Baba tumekukosea, tukajikosea na hata kukosea wengine. Tunakusia asubuhi ya leo, ututakase, utuimarishe, utukinge na hatari za kila aina siku ya leo. Jina lako lisindi kutukuzwa, na nikupitia jina kula Yesu tumeomba na kuamini. Amen.